wangu, naomba usijisikie vibaya. Hilo ni swali tu, haimaanishi kwamba mimi nafanya hivyo. Swali lako linaniumiza sana na nimejisikia vibaya. Yaani usije ukasubutu. Kunisaliti. Basi mke wangu, naomba unisamehe sana. Najua nimekuuliza swali la kipuuzi ambalo sikupaswa kukuuliza wewe. Nisamehe. Sirudii tena. Na wala haimaanishi kwamba mimi nakusaliti na haitoka ikatokea. Abel. Siku nitagundua unanisaliti. Narudia tena. Siku ambayo nitagundua unanisaliti. Wallahi tena nakuapia kwa jina la Mungu. Yaani naongea na maanisha. Narudia tena, naongea na maanisha. Kama unawaza kufanya, kama unafanya, wallahi nitakuua. Yaani nitakuua humu ndani kimya. Haitujalisha mimi nakupenda kiasi gani. Ni utani mke wangu. Yaani ndo naongea mimi, niko serious, sinaita mambo ya utani. Yaani haijalishi nakupenda kiasi gani. Mamangu mzazi nakuua na mimi nitajua. Yaani kama unachokifanya Mke wangu, sikuwa na maana mbaya kukuuliza swali hilo. Naomba usinielewe vibaya. Lakini pia na mimi naomba nikuambie kitu. Endapo siku ikatokea nikagundua kwamba wewe pia unanisaliti, nitakuua. Kisha na mimi nitajiua. Nadhani unatambua namna jinsi ambavyo nakupenda. Siwezi kuishi pasipo wewe. Kwa hiyo unanipima imani, si ndio? Zile zilikuwa ni kama story. Kwa hiyo unanijaribu. Sasa mke wangu, nisipozungumza na wewe mimi nitazungumza na nani? Ndio uzungumze vitu vya kusema kwamba unanisaliti. Sitarudia tena. Naomba unisamehe. Ndio kale. Siwezi kula mwenyewe mke wangu. Tafadhali, naomba tukale pamoja. Sio ngombe nenda ukale, sina kuja siri kwa. Unakuja. Bebe. Kuja. Hebu jaribu basi kufungua japo hata kinywa chako. Zungumza neno la kunishauri nini nifanye. Ukishindwa kunishauri wewe, atakayenishauri nani mwingine? Chao. Asa shauri mama. Mimi nakushauri nini hapo? Mimi nahusikaje kwenye hilo?
Mimi sihusiki. Yaani wewe cha kufanya ni kitu kimoja. Sawa? Sitaki shemeji hajue kama anahusika katika hili. Kabisa sitaki ajue chochote. Sio, unanielewa? Wewe cha kufanya kwanza ujue kwamba je, ni kweli hiyo kondomu ameiona? Hicho ni kitu cha kwanza. Alafu cha pili uwe makini. Na kama alisema atakuua kweli. Kwa sababu wanawake huwa wanamaanisha. Unachotakiwa uwe makini na kitu kama kisu, kiberiti, jiko la gesi. Yaani ndio vitu vya kuwa nao makini sana. Kwa sababu mwanamke akisema anaua, atakuua. Afu mimi sihusiki katika hilo. Kuwa makini. Mama Nenda ukaone. Yaanza wapi? Haya ndo mambo ambayo mimi nisiyoyataka. Kuishi kwa mashaka kama hivi. Wanipa wakati mgumu. Na yote haya ni kwa sababu yako mjinga wewe. Naam. Mapema. Bila hata taarifa ndugu yangu. Leo hamna mpira. Leo hakukuwa na mpira mke wangu. Ndo maana nikawahi kurudi pia. Bora nilikuwa siku zote mpira jamani, ndio hivyo. Kati nilikuwa tunaenjoy bala. Mambo mapema. Kwema lakini. Kwa poa, njoo kwema kabisa. Kwa siku zote mpira hamna kama hivi wewe. Ningekuwa mbona raha. Au wewe raha? Raha. Raha mke wangu. Raha. Unataka kufanya nini? Mimi napasha mboga hizo toka mchana. Hata usijali mke wangu. Haina haja ya kuwasha hilo jiko. Nitakula hivyo hivyo hata usisumbuke. Mimi dakika moja tu hizo pesa kwenye container. Acha. Hivyo utakula tu mke wangu usijali. Wewe umerizika kula mboga za baridi, si ndio? Kabisa ndio kwa Mungu. Sahihi. Yaani hamna hata usijali. Unajua leo pia sisikii kula chakula cha moto kwa ndo ashaka. Nakula. Asante sana.
Cheza chakula. Nakula. Ila naomba tule pamoja mke wangu. Kitamu eh? Fumu wangu. Wakati nafua nguo zako, kuna business card nilikuta kwenye suruali ambayo nimetoa pale asubuhi. Nimeona itakuwa muhimu ndio maana nikakuhifadhia. Umesema unakuta nini? Business card. Mke wangu. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ulichokikuta pale ni business card tu? Ndio. Hamna kingine. Hamna kitu chochote ambacho nimekikuta tofauti na business card labda? Mungu. Nimekuta business card tu. Kwa nini anakuwa hivi? Ina maana hakuiona ile kondom? Au ndo anataka kuniua kimya kimya? Kama ni hivyo, basi kwenye hiki chakula lazima atakuwa ameweka sumu. Sasa nitajukuaje hapa? Unajua nina sumu eh? Mbona chakula? Mimi mwenyewe nimeweka simu ya panya. Yaani nilichokuwa namaanisha kwamba sio kokota chochote huko ndani ukala. Sasa wewe mpaka kutema chakula hivyo maana yake nini? Una matatizo gani? Yaani wewe fanya tu ukikuta chochote ndani usije ukala. Sasa mwenzangu umechanganyikiwa mpaka umetema chakula kweli? Yaani kitu gani kimefanya Mungu uteme hivyo chakula? Amna, walafikiri nimetema kwa sababu ya hiyo. Unajua wakati natafuna nimetafuna mchanga, jiwe. Kwa maana nikama kutema. Malizia Mungu. Wewe tu sio wakuta chochote ndani ukala. Yaani kwanza sasa hivi. Kwa hapa nimeweka kila kona nimeweka simu ya panya. Wewe kula utapata tukalala. Sawa, mimi nimeshiba. Kwa mimi nimekuandalia chakula mkula kidogo tu. Nimetosheka mke wangu. Kwa ile chakula changu mwenyewe, si ndio? Umesusia sawa. Usikasirike. Sawa. Penda kulala. Sawa, hamna shida. Basi na misi. Kula basi ndio. Ndio kulala.